Asanteni sana kwaya kwa ajili ya wimbo wenu mzuri ambao umeweza kuimba, ambao unazidi kufariji mioyo yetu. Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi na kibali cha kuonekana katika malango haya kwa ajili ya kusikia neno la uzima katika mioyo yetu. Nashukuru mtumishi wa Mungu ambaye ametupa nafasi hii kwa maana niweze kuongezea katika ujumbe ambao tumeandaliwa katika siku ya leo, ukiwa na kichwa cha somo kuwa mali ya Yesu Kristo. Ulikuwa ni ujumbe mzuri sana kwamba sisi wale wote ambao wameonekana katika imani wote waliitwa kuwa mali ya Yesu Kristo. Unakuwaje mali ya Yesu Kristo? Na ndicho kiini ambacho mwinjilisti Filipo aliweza kutembea nacho, akaeleza kwa upana namna gani huyo mtu anaweza kuwa mali ya Yesu Kristo. Atakuwa alimueleza ngazi zote za kupita, na kwa upande wake, kwa sababu katika imani yetu kama mitume kwamba mitume peke yao ndio wana uwezo wa kuwekea mikono wale wote waamini wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ukisoma katika maneno haya tunamwona Filipo alikuwa ametokea Samaria, alikuwa amehubiri injili katika mji wote, watu wakawa wamesikia injili wakabatizwa tena katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndipo baadaye mitume wakaja wakawekea mikono, akatokea mahala hapo, ndipo huyo akapewa ujumbe kwamba akamwendea huyo towashi, naye akawa amesikia hiyo injili, akawa amemwelekeza kila kitu, na katika ngazi yake yule tunamwona na kama amini akawa amepokea ubatizo. Lakini hayo yote kwa maana gani? Anatakiwa kuwa mali ya Yesu Kristo. Unakuwaje mali ya Yesu Kristo? Kwa kuzaliwa mara ya pili, kuamini katika ujio au kuamini katika Yesu Kristo ambaye anasema mtakaponiamini mimi hakika mnao uzima wa milele. Na ndicho kilichokuwa kimefanyika. Kuna mambo ambayo tumeweza kusikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu mahali hapa, na ambao amepita alikuwa akionyesha huyu toacha alikuwa akienda mara kwa mara kwenda kuabudu Yerusalemu, lakini katika kwenda unakuja kugundua bado alikuwa jawa mali ya Yesu Kristo. Kwa sababu angekuwa tayari ni mali ya Yesu Kristo kama vigezo ambavyo vimefanyika, maana yake asingekuwa na haja ya kufika mahali akasema gari simamishwe. Maji hapo mahali pale, nini kizuie tena? Maana yake ilikuwa pale. Na ndio maana watu wengi wanapozaliwa au wanapopatikana katika imani yetu wanahimizwa wasikie fundisho, walielewe, na ndipo waweze kuzaliwa mara ya pili. Na ndipo unaona hizo hatua zote zinafanyika. Hayo yote ngoja kuwafanya kuwa mali ya Yesu Kristo. Sisi tunaamini ya kwamba Bwana alikuja, amekufa, amefufuka, amepaa mbinguni na atakuja. Anakuja kufanya nini? Kuwachukua waliokuwa ni wake, ambao tayari ni mali yake. Maana hata sisi ambao tumekusanyika mahali hapa tumefanyika kwa mali ya Kristo. Tukubali Yesu Kristo atawale ndani ya mioyo yetu. Tukubali Kristo atutawale katika maisha yetu, atuongoze kuelekea katika njia ya ule uzima wa milele. Tunapobatizwa mara kwa ubatizo wa maji, tunapokuwa kwamba ni hatua ya mwanzo, lakini pia tunapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hivyo vile vikikamilika tunaitwa wana wa Mungu. Maana tayari tunakuwa wana wa Mungu. Kinachokufuatia mahala pale ni sisi kuendelea kuruhusu ule nuru, maisha mapya ambayo anaangaza katika maisha yetu yakaimarike katika maisha yetu. Yakiimarika, tukazidi kudumu katika hilo, maana njia zetu zinazidi kushine. Watu ambao wanatuzunguka watazidi kuona ule utukufu wa Mungu juu yetu, watashawishiwa na jinsi ambavyo tunaenenda. Katika somo la leo tumehimizwa na tunafundisha kwamba katika kuenenda kwetu ambao tayari tushakuwa ni mali ya Yesu Kristo, katika neno, katika kutenda, tutende kwa jinsi ambavyo inampendeza Mwenyezi Mungu. Na kwa kufanya hivyo, hakika itakuja kuwashawishi wale wote ambao wanatuzunguka waje kuamini katika injili ambayo tunaiamini. Wapenda, tudumu katika imani hiyo kama ambavyo huyu towashi naye alidhihirisha ule ujasiri na imani yake kwa ajili ya kupokea ubatizo wa maji. Tufanye hivyo, tudumu katika mafundisho haya, tuzidi kuyaamini, na ndiyo uzima wetu katika maisha haya tulionayo. Mungu awabariki. Amen. Amen.